Yesu asifiwe. Ni matumaini yangu muheri wa afya na Bwana amewahifadhi. Niwakaribisha tena katika kipindi pendwa cha asubuhi, kipindi kinachokwenda kwa jina la Pambazuko lenye Baraka, kila siku alfajiri. Tufumbe macho tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu kwa wema wako na upendo. Umeturuhusu kujifunza maandiko matakatifu, zaidi sana zawadi ya uhai, ukatubariki katika Kristo Yesu. Amina. Aprili 30, matokeo yatokanayo na kuula mkate wa uzima. Basi sasa inadumu imani, tumaini, upendo, haya matatu, na katika hayo lililokuu ni upendo. Wakorintho wa kwanza sura ya 13 na ule mstari wa 13. Upendo ule unaokuja kwa mtiririko tele kutoka kwenye kiti cha enzi cha Mungu. Ukristo wa kweli unaeneza upendo kupitia kwa nafsi kamili. Unagusa kila sehemu muhimu: ubongo, moyo, mikono itoayo msaada, miguu, akiwawezesha wanadamu kusimama imara pale ambapo Mungu anataka wasimame, ili wasitengeneze mapito yaliyopotoka kwa miguu yao, viwete wasije wakapotoshwa njiani. Upendo unaowaka na kuteketeza wa Kristo kwa roho zinazoangamia ni uzima wa mfumo mzima wa Ukristo. Je, tafsiri ya Biblia inasemaje juu ya Mungu? Mungu ni pendo. Kwa kumtoa Yesu kwa dunia yetu, Mungu alionyesha upendo wake kwa wanadamu. Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye pekee, ili kila mtu amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Ndiyo, uzima wa milele. Huu ni upendo ambao ni utimilifu wa sheria. Ni yule tu ambaye moyo wake umejawa na huruma kwa mwanadamu aliyeanguka, ambaye anapenda kwa kusudi, akionyesha upendo wake kwa utendaji wa matendo kama ya Kristo, ndiye atakayeweza kustahimili kuonekana kwake yeye asiyeonekana. Ni yeye tu anayewapenda wanadamu wenzake kwa makusudi ndiye anayeweza kumjua Mungu. Yeye asiyewapenda wale ambao Baba amewafanyia mengi hamjui Mungu. Hii ndiyo sababu kuna uhai mdogo sana wa kweli katika makanisa yetu. Teolojia haina thamani isipokuwa imejaa upendo wa Kristo. Mungu ni mkuu. Upendo wake katika moyo wa mwanadamu utaongoza kwa kufanya kazi ambayo itazaa matunda yanayofanana na tabia ya Mungu. Upendo huvumilia, hufadhili. Upendo hauhusudu. Upendo hautakabari, haujivuni, haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, hauoni uchungu, hauhesabu mabaya, haufurahii udhalimu. Majani yaliyobarikiwa na mti wa uzima, basi sasa inadumu imani, tumaini, upendo, haya matatu, na katika hayo lililokuu ni upendo. Nafsi yangu umhimidi Bwana, naam, vyote vilivyo ndani yangu vilihimidi jina lake takatifu. Kwa sababu kitabu chetu cha mwongozo kiko wazi kabisa na thabiti. Wanaweza sifuate ule uwazi imeandikwa, ambao Kristo aliutumia kwenye kila tukio ili kukabiliana na adui aliyeanguka. Lakini hebu na tufuate mfano wa Mwokozi. Kadiri tunavyochelea kutoa maoni yetu ya kibinadamu, ndivyo mazungumzo yetu yatakavyokuwa safi na yenye neema zaidi. Bwana hutoa wito kwa ajili ya maneno matakatifu, kwa sababu ni harufu ya uzima iletayo uzima. Leta ukurasa wa 156 ule mwaka wa 1960. Msikilizaji, tumejifunza mengi kupitia somo hili zuri, na hapa ndipo mwisho wa kipindi chetu kizuri. Tukutane wakati mwingine tena alfajiri. Bwana akubariki.